Manzu. Mtazamaji, sukari iliyoko katika soko la Kenya ni salama kwa matumizi, huku asilimia 66 ya shehena ya sukari ambayo inayoshukiwa kuwa ya magendo itaharibiwa. Hii ni kulingana na waziri wa biashara Munya, ambaye alisema kuwa shehena 25 za sukari hiyo hazijafikia viwango vya ubora vya KEBS, hasa baada ya kupimwa. Vilevile sukari nyingine itapimwa tena ili kubaini ubora wake. Sukari ambayo imepatikana kuwa sawa, hata hivyo, itarejeshwa katika sehemu ilikochukuliwa. Serikali vilevile imeamrisha kuharibiwa kwa mafuta ya kupikia ambayo viwango vyake haviambatani na vile vya KEBS. Decision on sugar that has failed KEBS standards. In view of the outcomes of these KEBS tests results from the sugar seized by the multi-agency committee, KEBS will undertake the following measures immediately. A. Cause in motion the process for immediate testing of the remainder 4% of the seized 1,319,668 bags, that is 53,317 bags, that were not sampled to confirm compliance with the standards in view of the high failure rate of the sampled bags at 66%, and take appropriate action immediately. B. In consultation and coordination with other relevant government agencies, cause in motion the process of immediate destruction of all the sugar consignments that have not met the standards as shown above, in strict compliance with the applicable law. And C. Cause in motion the process of immediate release of the bags that have been tested and certified to be compliant with the standards to their owners and appropriate records kept. Sugar market surveillance and test results. In addition to the testing of the seized sugar, KEBS has drawn a total of 261 samples from 45 counties to ascertain its quality and safety. From these samples, KEBS has tested 82 samples representing 28 counties. The test results from the market surveillance samples show that 31 samples out of 82 samples tested, that is approximately 8%, failed the KEBS test, while 51 samples out of the 82 samples, approximately 62%, passed the test. Decision on market surveillance test results. In view of the results from the market surveillance samples, KEBS will undertake the following measures immediately. A. Expediting the testing of the other 147 samples taken but not tested, and inform the public on the outcome of the tests accordingly, and maintain market surveillance activity, and proactively and expeditiously deal with all sugar in the market that does not conform with the KEBS standards strictly in the manner prescribed by law. Test results for industrial sugar. The multi-agency committee has also seized a total of 7,750 tons of industrial sugar, that is white refined sugar. The KEBS has already released to owners 3,550 tons of this consignment upon confirmation of compliance with the standards. The remainder 4,200 tons are awaiting the results, the test results, and will also be dealt in the same manner in accordance with the law. Ni Waziri Munya wa mtazamaji mapema hii leo mchana akizungumza na vyombo vya habari kuhusiana na utafiti ama matokeo utafiti
wa sukari ambao ilikuwa ikifanyiwa ukaguzi na lile shirika la KEBSA hapa nchini, ambapo wameendelea kusisitiza kwamba sukari iliyopo katika masoko ama sokoni hapa nchini Kenya ni salama kwa matumizi, hivyo basi kuondoa wasiwasi ambao ulikuwepo hapo awali. Tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba wachimba migodi wawili wamepoteza maisha yao baada ya mgodi wa kibinafsi kuporomoka asubuhi ya leo katika kijiji cha Getare, eneo bunge la Bonchari, kaunti ya Kisii. Marehemu Douglas Ratemo na Daniel Okero wenye umri wa miaka 35 walifariki baada ya kuangukiwa na jabali kubwa muda mchache baada ya kuripoti kwenye mgodi huo kuanza kazi hii leo. Wafanyikazi wa kampuni ya mgodi wa 45 ni 45 waliitwa kushiriki kwenye operesheni ya kuiondoa miili ya kusaidiana na wananchi wema ambao waliopaza sauti zao baada ya tukio hilo. Kutumika na hii kokoto wachiathari, sababu mawe yako hatarini, watatumbukisha ndani wakati wowote. Kwa hivyo muangalie vizuri wala ambao mtabaki kufanya hiyo kazi. Hata kuja nikakuta ni mtu ako kwa kwali ndani, ako kwa ndani ya simo kama 30 feet from the ground level, na ameshikwa na boulder, ameshikwa na mawe, boulder kubwa sana imemfunika chini. Nikaambiwa ni watu wawili. Nikajaribu kutafuta mbinu ile tunaweza leta tractor hapo tuokoe. It took me like 2 hours kufika hapo, sababu ni kwa mwamba, mazimo, kufunika, kupita kwa mapoma nje. Nikajaribu juu chini, tukafunika hiyo zimo, ndio nikafika hapo. Tukajaribu kufuruta hiyo mawe kusongeza, sababu ni mzito hata kwa excavator kuibeba juu. So ilibidi tuisongeze polepole, tukaisongeza, tukaona mili ikaweza kutolewa. Hii ni mshangao mkubwa kwa sababu tukiangalia katika hii kiza vile wanachimba haya mawe, kwa kweli ni adhari kubwa sana. Na ni huzuni kwa kijiji kizima kwa kupoteza wenzetu ambao walijitokeza asubuhi kwa kuja kutafutia wapendo wao. Na tukiangalia vile wanachimba haya mawe, wanachimba kwa mashimo makubwa, na ni ushauri kwamba wakiona shimo likiwa kubwa walizibe badala ya kuendelea kuchimba sana mpaka saa hizi limeleta madhara kama haya. Na kando na maafa hayo, abiria wengine wawili wamefariki papo hapo, huku wengine 5 wakijeruhiwa kwenye ajali iliyohusisha gari aina ya Toyota Wish iliyokuwa ikielekea Nguni kutoka sehemu ya Mwingi kule kaunti ya Kitui. Mtazamaji, ajali hiyo ilitokea baada ya gurudumu la gari hilo kupasuka, huku dereva akishindwa kulidhibiti na kubingiria mara kadhaa sehemu ya Enziu, barabara kuu ya kutoka Mwingi kuelekea Garissa. Kufuatia ajali hiyo, OCPD wa Mwingi John Nyamu alithibitisha kisa hicho, akiongezea kusema kwamba miili ya wenda zao imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Mwingi. Nyamu aliyotahadharisha madereva wanaotumia barabara hiyo dhidi ya kuendesha kwa kasi na kuwataka wawe makini zaidi. Kuna watu kama 5 hivi wamepata majeraha mabaya, na kuna wengine kama 2-3 hivi waliaga. Hospitali nimeleta ndugu yangu ambaye ndio alikuwa anaendesha hiyo gari, na nasikia ilikuwa na tire burst. Sasa imeumiza watu, hata kuna wengine wamefariki, wametuacha, lakini yeye mwenyewe yuko in bad condition. Ako na soft tissue injury za kichwa na mguu imevunjika. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i mapema hii leo alijiwasilisha mbele ya kamati ya bunge na uchunguza mkasa kuporomoka kwa bwawa la maji katika sehemu ya Solai, kaunti ya Nakuru. Matiang'i ambaye alishindwa kujitokeza mbele ya kamati hiyo wiki iliyopita, alisema kuwa alikuwa na shughuli za dharura. Hatimaye alijitokeza mbele ya kamati hiyo ili kujibu maswali ambayo yaliyoibuliwa, ikiwemo utata wa shughuli ya fidia inayoendeshwa na asasi na wadau mbalimbali ikiwemo shirika la Red Cross. Vilevile swala la machifu kutowajibika pia lilitakiwa kujibiwa na Matiang'i. I have a report which I think may not be necessarily appropriate to discuss in this forum, but we have a report in the Ministry of Interior that was filed by the by the Regional Security Committee in the Rift Valley. The report is detailed, and actually I don't think there's anything secretive, Mr. Chairman, in the order of
I will table the report. I'll send the report to you so that the Senate can also appreciate the report. The report was prepared for us by the Regional Security Committee from the Rift Valley. Some of the details that are outlined in that report in relation to a meeting that took place in relation to the Solai incident, if indeed actually what is in that report is true, I would say it is some of the issues that are raised there, quite frankly, are unfortunate. And the reason why I would not like to go into the details of that report is because we haven't had the opportunity to actually test the report and test the veracity of all that is documented in that report. The report makes various allegations, and public officers raise various issues on that particular report. I suggest, because that is the basis upon which I raised the issue, I suggest that in the spirit of collaboration and cooperation between the two arms of government, I suggest, Mr. Chairman, very sincerely, that you look at that report, and I don't mind having another session with you on that report. But what I said is that, and usually, even in terms of parliamentary practice, we are not supposed to base our discussions on media reports. What I said is exactly what I'm saying here, that if indeed what is contained in that report is true, then the incidents that happened there are unfortunate. But I'm qualifying that because we haven't had the opportunity to test the report. And I would like to say it again. If indeed what is in that report is true, what happened then is unfortunate. My suggestion would be that that is the kind of thing that we should discuss in an in-camera proceeding, because it's a confidential report that was filed to us. I have requested 2 other agencies of government to see what they can collaborate that particular report. Then we can discuss it. There is nothing to hide, because we by law, the Constitution expects that executive branch officials like myself are supposed to be oversighted by Parliament. And when issues come up, it's always fair and proper that we put them all on the table and we discuss them fairly. Because if the Regional Security Committee in Rift Valley is making specific allegations about how they have been treated by elected officials, and it's also fair that we listen to them. It's also fair that we pay attention to what they are raising. What I said at that time, and I'm not withdrawing it, Mr. Chairman, because I would like us to look at the report, all of us, both you in Senate and ourselves in the Ministry of Interior, and then we address the report, addressing the issues, whether it's factual or not factual, as it were. Mr. Chair, just allow me to proceed with that line of questioning. Mr. Matiang'i, I find it very interesting that you would say that certain things would be discussed in camera, yet you had no problem discussing the work of this Senate committee in public. Chair, since Mr. Matiang'i has requested for an in-camera session, I would request that we proceed, we agree to have that in-camera session. And finally, my question is, Mr. Matiang'i, you indicated that you have a very elaborate system which is defined that would be able to inform you of anything happening on scene. At the same time, you've indicated that you are not aware of your provincial administration staff colluding with the owners of the dam to be able to sort of like pay off the victims of Solai. Is that your statement? Mr. Chairman, I am not aware of any collusion between national government administration officials and the owners of the dam. I am not aware. That information is not available to us. There's no reason why I would withhold the information from you. I am duty-bound by law and practice, to be honest with you. I am not aware. In other words, if that actually happened, it has not been brought to our attention. The question is, if someone brings information to my attention and tells me as minister, what are you going to do about this? I start to work on it immediately. I'm not aware, I see it. I can say again, I have no I have not received any information from NIS.
Hatimaye mtazamaji, kikao hicho kilifanyika mapema hii leo mbele ya kamati maalum ya bunge la Senate. Tukiendelea na taarifa zaidi, wakazi katika mtaa wa Kibera hapa jijini Nairobi wamepigwa na butwaa baada ya matingatinga kutoka kwa halmashauri ya ujenzi wa barabara mashinani yani KURA kuanza ubomoaji wa nyumba ambazo zimejengwa katika eneo lililotengewa upanuzi wa ubarabara. Wenyeji walikuwa wamepewa ilani ya kuondoka, lakini baadhi yao wakapuuza. Wamedai kwamba makubaliano baina yao na serikali yalikuwa kwamba wangeondoka tu baada ya kupokea msaada wa fedha kuwawezesha wahamie makao mengine. Kwa hivyo ningechukua za Hebron. Oya. Na hapa ndio mimi tumekaa miaka yote. Mimi ukiniambia niende nikakae huko Runda naweza toboa. Kulipa nyumba ya Runda ni ngumu. Hauna pesa. Sasa hivyo ndio tulikakaa tukaona hapana. Sasa ni hivyo tu. Sisi ni IDB. Lakini serikali kama itafinya kweli maskini. Tumefika mahali mimi naona kama matajiri wanafinya maskini. Hospitali ya kimishonari ya St. Mary's iliyoko eneo la Gilgil, kaunti ya Nakuru imeanza kurejelea hali yake ya kawaida baada ya watawa kuchukua hatamu usimamizi wa hospitali hiyo yapata miezi 6 iliyopita. Ilani ya mahakama iliwapa watawa usimamizi huo kutoka kwa kasisi William Charles Frieda kufuatia fujo zilizojiri katika hospitali hiyo na ile ya hapa Nairobi. There was a lot of course there was a bit of chaos which was televised. We were acting on the basis of a court order that was granted by the High Court. When we came in, we discovered that there had been a lot of looting. There was massive looting. A lot of hospital equipment had been stolen. We had only about 10 patients in the ward. At the time, there was no doctor, no clinical officer or no nursing officer to take care of the patients. Wengineko, mbunge wa Cherengani Joshua Kutuni sasa anasema kuna njama ambayo inayopikwa ili kupora pesa za umma katika utoaji wa zabuni ya huduma za malipo ya ushuru kwa bidhaa zinazopakiwa humu nchini kama vile maji ya kunywa na sharubati. Kutuni amesema kuwa zabuni hiyo iliyotolewa kwa kampuni ya Sispa Security Solutions awali ilikuwa imetengewa shilingi milioni 17, lakini sasa imeongezewa hadi shilingi milioni 81. The average number of bottles that rolls out of production lines across the manufacturers in a day in the country is 30 million bottles that runs through the machine, meaning that SICPA will be collecting 45 million per day if 1 shilling and 50 cents is imposed. This means that in a month, SICPA will mint 1.2 billion and a total of 16 billion in a year. With a contract running for 5 years, SICPA will reap 81 billion in a tender originally negotiated for 17 billion Kenyan shillings. This is a monumental ripoff. The same production line that KRA is trying to implement, the EGMS has already been fitted with Kenya Bureau of Standards, KEBS, stamps to cap counterfeits and for ease of traceability of goods. I want to table documents, they are here. I will table KRA documents that shows that the tender number KRA HQS 060 2010 2011 EGMS 1 was issued in 2011. Terminated for lack of funds. Reissued under tender number KRA HQS
060 ICP 037/2011-2012 EDMS 2 in 2011 at the cost of 4.8 billion, and then terminated in 2015 on grounds that it could not cover the extended scope of excisable goods. Then KRA initiated a tender number KRA HQDP 423 2014-2015 EGMS 3, a direct procurement involving negotiation with the same tenderer to bid, and was awarded the first 2 tenders. Kwingineko, gavana wa kaunti ya Machakos Daktari Alfred Mutua amefanya kikao chake cha kwanza cha mawaziri katika muhula huu. Mawaziri hao walikula kiapo mapema hii leo katika sherehe ambayo ilisimamiwa na hakimu mkuu wa Machakos Alfred Kibiru. Mutua amesema kwamba serikali yake itasisitiza huduma kwa mwananchi na vile utendakazi bora. Katika hafla hiyo, Mutua aliwahimiza mawaziri hao kutia bidii wanapokuwa kazini. Machakos County. Francis Kiyo Mwaka, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and Republic of Kenya in the office of Executive Committee Member of Trade, Industrialization, Innovation in Machakos County. Engineer Maurice Paul Omiyonga Luanga, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Executive Committee Member of Roads, Transport and Public Works, Machakos County. People who are answerable, who are accountable, and who will now be able to run the various departments. I would like to wish them well as they embark to take development to all the corners of Machakos County. I want to say long live Governor Alfred Mutua, long live the residents of Machakos County. Ni sikukuu kwa sisi kwa sababu gavana wetu ameapisha mawaziri wake, na sisi kama bunge ya Machakos tunajua sheria, na ni katika ile hali ya sheria kwamba sisi tunafuata ile sheria ambayo inasema kwamba gavana yuko na discretion, na ukweli ni kwamba sasa cabinet ministers ambao wameapishwa leo wataendelea na kazi, kwa sababu ni juhudi yetu kama wabunge ambao tumechaguliwa tupeane service delivery kwa wananchi wa Machakos County and the nation at large. Mtazamaji, sherehe hizo zilifanywa mapema hii leo katika afisi kuu za kaunti ya Machakos. Kwingineko, sehemu ya Lamu kule, wakulima kutoka eneo la Lake Amu, Tewe, Kihongwe na Bomani katika sehemu ya Lamu wana kila sababu ya kutabasamu, hasa baada ya kuahidiwa kwamba barabara zao za kupeleka mazao yao ya shambani sehemu za soko zitatengezwa kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Akizungumza katika sherehe ya uzinduzi wa miradi mbalimbali katika eneo hilo, mbunge wa Lamu ya Magharibi Stanley Mudhama amewaahidi wakazi hao kwamba tatizo la barabara mbovu litatatuliwa hivi karibuni. Mudhama vilevile ameomba wakazi kuungana na serikali kuu na ile ya kaunti kwa manufaa yao. Amewasihi viongozi kuunganisha jamii ili kuinua hali ya uchumi katika sehemu ya kaunti ya Lamu. Katika kazi ambayo mimi kama mjumbe nimepewa, mojawapo ni kuona kwamba barabara kadha wa kadha ndani ya Lamu Magharibi zimeweza kuinuliwa. Na kwa hivyo kufikia sasa tumeweza kuanza ama tutaanzisha baada ya hii mvua barabara kutoka sehemu ya Lake Amu kwenda baharini kwenda mpaka Tewe, na sehemu nyingine barabara nyingine kutoka Tewe kwenda moja kwa moja Kihongwe Uziwa mpaka pale kwa Bagure, na barabara kutoka hapo kwa Bagure kwenda mpaka Bomani. Mimi nilipowauliza kazi hii, si kwamba nilitaka niende kujitajirisha, na kutajirika ni vizuri, lakini ningeliomba wananchi tufungueni macho, tujengeni nchi yetu kwa manufaa yetu sisi wenyewe, manake sisi ndio tutafaidika. Kwa hivyo haja yangu kubwa ni kuona kwamba nyinyi nanyi mnaungana na mimi na mnaungana na governor, mnaungana na national government administrations na wachungaji na kila mtu ili tuweze kuinuka.
Na mtazamaji popote ulipo unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii kupitia KTN News, na chukua fursa kidogo tu kupumua, lakini kuna taarifa zaidi.